bwana we. Sasa kuna siku ambayo nimeelekeza nilielekeza namna ya nilielekeza namna ya kutumia ile hama, namna ya kuingia kwa kutumia hama. Kwanza kabla sija nani huko, acha niwape hii kitu ambacho inatakiwa uwe nacho kichwani, hata kama unafanya kitu gani uwe nacho kichwani. Sasa kwenye FX kuna mabadiliko mengi yanatokea kila siku, yaani kila siku kuna kitu kipya, yaani hata kama ni kidogo, yaani lazima kuna kitu ambacho kitatokea kipya, lazima ujifunze kitu kipya kwenye FX. Iwe ni kwa kusoma kwa mtu mwingine, iwe kwa kusoma wewe mwenyewe, kuna kitu kipya lazima kitokee kwenye ulimwengu wa forex. Angalia hapa, mwanzo tulikuwa tunasoma kitu ambacho tulikuwa tunasema support na resistance. Support tulikuwa tunasoma na support na resistance and resistance tulikuwa tunasoma hivi. Sawa, tulikuwa tunasoma vitu vya namna hiyo ambapo tulikuwa tunasema ni support and what and resistance, tulikuwa tunasoma hivi. Unaona hicho kitu Lakini tukaja tukashift support na resistance, tulikuwa tunaona kwamba market maybe ilikuwa inaenda inarudi katika haya mazingira. Haya mazingira tulikuwa tunasoma hii ni support, hii ni resistance, na tukasema hii ni support, kwamba hii ni support, hii ni resistance. Sawa. Lakini tukaja kwenye ulimwengu tukashift kidogo hapa, ingawa sio kwamba havitumiki, vinatumika. Tukashift kutoka huko tukaja kwenye ulimwengu ambao tunasema ni supply and demand. Tukaja kwenye ulimwengu wa supply and demand. Kwenye ulimwengu wa supply and demand tukawa tunaangalia zile shift, tukawa tunaangalia kwamba validation na invalidation, kwamba supply and demand, kwamba hii ikawa ni supply, hii ikawa ni demand. Market inaenda hivi namna hii, kwamba hii ni supply, hii ni demand. Market inaenda namna hii, tukawa tunasema hii ni supply na hii ni demand. Tukawa tunaendaga kwenye system ya namna hiyo. Sawa. Sasa bwana, kumbuka ili soko lipo chini ya watu wenye financial muscle kubwa, ndio lipo upande wa huo. Na hawa watu wanachokifanya, wanatafuta namna ya wao kutengeneza fedha kupitia traders wengine. Sijui kama naeleweka hapo. Kwa hivi vitu ambavyo vinafanyika hivi sio kwamba hawavijui. Ndio maana kila siku kinazaliwa kitu kingine kipya. Ndio maana nimesema wakati tunaanza hapo, nikasema kwamba ukiingia kwenye ulimwengu wa biashara yoyote, aidha iwe ni forex, iwe ni ya kuuza matunda, iwe ni kuuza sijui nini, yaani kusoma kwako wewe ni non stop. Yaani utakuwa unasomaga siku zote, kwa sababu kutakuwa na mabadiliko katika biashara yako, namna ya kuiendesha, namna mabadiliko yanayotokea, ili uendane nayo, lazima utafanya hivyo. Sasa kinachotokea hapa ni kwamba hizi wanakuwa wanazijua kwamba kuna kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa, lazima waongeze vitu vingine ambavyo vitakufanya, kitakuwa kidogo lakini kinaweza kikakufanya eza ule loss. Sawa, ukikigundua basi utakuwa unakula faida, unakuwa na profit sokoni. Kwa lazima uwe na vitu vya ziada ambavyo vinakuwa ndani ya hii biashara ya FX. Sasa from supply and demand, kuna kitu kingine ambacho sasa hivi nimekiona kikitumika, ndio maana nikawaita hapa ili tuje tuangalie pamoja. Kuna kitu ambacho tunasema ni hidden supply and demand, wanaita ni hidden supply and demand, supply and demand. Hizi zimekuja katika mfumo ambao sio wa huu wa zile swing formation high na swing formation low. Once again, zimekuja in terms of hidden, tunasema ni hidden supply and demand in terms of candle. Wamezileta katika mfumo wa candle. Ni kama wanaturudisha 2017 18 mpaka 19 hapo, wameturudisha huku, lakini wamekuja kumodify baadhi ya vitu, kwa sababu tulikuwa tunaita, kuna vitu ambavyo tulikuwa tunasema ni candlestick reforms na formation zao. Tulikuwa tunaangalia kwamba namna candles zinavyokuwa zinatengenezwa, lakini pia zinavyokuwa zinakupa taarifa, information, zinavyokuwa zinafikwa kwenye hizo candle. Sasa hizi supply and demand zipo kwa namna gani? Siku ya kwanza wakati nafundisha hapo nyuma, nilifundisha namna hama inavyotumika. Kipindi tulikuwa tunaitumia hama hapo nyuma, tulikuwa tunaitumia kama reversal. Yaani hii tulikuwa tunaitumia kama reversal, kwamba hama ukiona kuna hama mahali,
manake hii imetengenezwa huku kuna kishado, basi market itaenda huku wapi? Itaenda huku juu. Tulikuwa tunaona hivi, lakini sasa hivi wanaitumia hii kama continuation. It is not like a reversal or no more. Hawaitumii tena kama reversal kama tulivyoona siku ile, sawa sawa. Sasa hivi inatumika kama continuation. Inatumika kama continuation. How? Ni wanasubiri kwamba hii market imefanya rejection katika hii point ambayo inatakiwa iende huko, wanasubiri ivunjwe katika hii point. Inavunjwa katika mazingira haya, then market ina reverse, inakuja inachukua hapa, then inaenda huko chini. Kwa hiyo manake entry yao inakuwa within this candle, katika hili eneo inachukuliwa katika hii point, then market inaenda. Tutaenda kuona kwenye real chart how it will be. Sasa kuna mazingira mengine ambayo sasa hivi ambayo tunayatumia sasa, ambayo yanatumika sasa. Hizi tunasema ni hidden supply and demand, ambazo zinakuwa in form of candlestick. Wanazitengeneza kwenye candle kwamba hii candle ikivunjwa, let us say kwamba this is a hammer ambayo tulitegemea kwamba market iende huko, sawa, then market inakuja kuivunja. Yani tumetengeneza hiki kitu, nitachafua sana, lakini lengo langu unielewe. Yani lengo langu unielewe. Usiponielewa sijui utaelewa lini. Na imani utachelewa kidogo kama hautakuwa unanielewa. Let us say this is a hammer. Kuna watu ambao walikuwepo siku ile na nafundisha, nadhani walikuwa ni wale wa group la masterclass, wale ambao wapo masterclass kule. Nilifundisha hiki kitu. Narudia kidogo alafu tuendelee na kitu ambacho nataka nifundishe leo. Sasa hii ni hammer, sawa, ambapo unategemea kuona kwamba hii market itakuwa inafanya nini? Kwamba hii market kwa kuwa ni hammer, na hii huwa inatengenezwa tunasema kwenye potential areas, inakuwa kwenye potential area, ambapo tunategemea kuona kwamba hii market, kwa information kwa wale ambao wamesoma price action zile za 2017, 18, 19 pale, tulikuwa tunaona kabisa kwamba hii market ukiona rejection ya namna hii, maana hii market inaenda huko juu, sawa. Tulikuwa tunasema hii market inaenda wapi? Inaenda huko juu, kwamba hiki kitu kinatuonyesha kwamba market imereverse. Maana hii market kiuhalisia ni kwamba ilikuwa inatoka huku inaenda huku chini. Kwa kuona hii tulikuwa hii ni reversal bwana, na sheria reversal, tulikuwa tunaingia katika haya mazingira, tunaenda huku juu. Zilikuwa zina play out, yani zilikuwa zinafanya kazi vizuri sana. Lakini nowadays wamekuja kuchange vitu, vinakuja kubadilika. Sasa katika haya mazingira tunasema hii candlestick inakuwa inabeba vitu viwili, inabeba supply and demand inside. Sasa katika mazingira haya hatusubiri tena, yani tunasema ni sure supply and demand. Tunasema ni sure supply and demand. Kwa namna gani? Na ndo inatengeneza tunasemaga kuna entry ambayo unajitoa kafara, una sacrifice each and everything ambacho unacho, unajitoa mhanga kwamba mimi katika entry hii, kwa sababu nina 90% za kwamba hii market itaenda upande wangu, naweza nikatumia routes ambazo ni nzito kidogo. Yani kwamba nikipoteza nitapoteza akaunti yote, lakini nikimpiga broker nitampiga parefu. Ndio tunafanyaga hivyo. Sasa katika mazingira haya tunaona kitu cha namna hii kwamba hii market kwa kuwa imebeba kitu cha namna hii, imekuja kubeba kitu cha namna hii ambao tunasema ni hama yetu hiyo ambayo imekaa katika hili eneo, ambapo tulikuwa tunaona kwamba market nitakina. Sasa hivi haitumiki hivyo tena. Tunakuja kudili na a whole candle, ile body yake na ile shadow yake, kwamba tunaona kwamba shadow yangu ilikuwa imeishia hapa, sawa, ilikuwa imeishia hapa. Kwa katika mazingira haya tunakuja kuiona kwamba hii market inapotoka huku inatakiwa ivunje, yani inapotoka huku juu, imetoka huku, inavunja hii inavunja hii shadow, inafunga nje na hii shadow hapa, inavunja. Tunasema ni liquidity ambayo inakuwa imetengenezwa ndani ya nini, ya hammer, ambayo inaonyesha kwamba kuna high orders za wafanyabiashara wakubwa ambazo zimeachwa kwenye body candle ya ile hammer, kwenye body ambao ni hapa. Kwa hiyo mimi ninapokuja kuingia hii market, inapaswa kuja kurudi katika eneo hili hapa. Watu ndo wanaingia, ndio maana nilikuwa nasema watu waingie mapema ili nisiwe nahangaika kuwaingiza. Sasa katika eneo hili hapa, manake utakuwa unawaona kwamba hii market haiendi mazima huko, inarudi kwenye body. Kama utakuwa umeipata kwenye time frame za chini zile, manake utaingia kwa kutumia utaweka entry yako hapa, lakini risk yako utaibeba yote ile candle nzima.
Lakini kama ni time frame kubwa, maana yake tegemea kuona kwamba hii market inarudi kwenye body katika hii point hapa tap, then market inaenda wapi? Inaenda down. Kwa hii tunasema ni remained supply. Tunasema supply iliyobakizwa ni katika hili eneo. Kwa kuna order nyingi ambazo zimewekwa katika eneo hili hapa, ambazo wanasema ni pending order, zipo katika point hii. Kwa market itaenda huku chini. Nimeeleweka hapo? Pascalina, siku ile hujasema nimekuacha.